nina mambo machache ya kukuletea mezani, na ni haya maazimio ya baraza la watendaji. Tunaposema baraza la watendaji, maana yake tunamaanisha kusema askofu mkuu na kamati yake, halafu maaskofu wa majimbo wote. Sasa baraza la watendaji lilikaa Januari tarehe 5 hadi 11 Januari 2026. Kuna mambo ambayo yanahitaji kufanyiwa kazi au kutekelezwa. Ni vizuri sana muumini mwenzangu ukanisikiliza vizuri, iwe mchungaji, lakini kwa muumini pia inapendeza sana kuyasikia, ili kusudi hata wachungaji wanapoyatangaza kwako lisiwe jambo geni. Kwa naomba nikuletea hayo maazimio yaliyoidhinishwa na kupitishwa na hilo baraza la watendaji. Nianze namba 1, ni kuimarisha elimu mpango mkakati ambao tayari umeshapitishwa na tunaufanyia kazi. Kwa hiyo maana yake inahitaji elimu kila wakati. Namba 2, kikao cha uwezeshaji jimbo. Ni vizuri kila jimbo lihakikishe linafanya hivyo vikao na kuandaa mpango shughuli. Namba 3, kikao cha uwezeshaji sehemu, kwamba kila sehemu ni vizuri ifanye hivyo kwa ajili ya kutekeleza uwezeshaji. Namba 4 ni mkazo wa uwajibikaji, kwamba inalazimu sana kwa kila kiongozi kuhimizwa kuwajibika. Maana kiongozi yoyote, na hasa unapokuwa umeteuliwa kwenye idara yoyote, inakulazimu kuwa na nidhamu. Kuwa na nidhamu maana yake ni kutekeleza kila ambacho umechaguliwa kufanya hilo eneo. Namba 5, kusimamia uadilifu, kwamba kila kiongozi ni vizuri sana unapaswa kuwa mfano. Biblia inasema kuwa kielelezo. Kwa kiongozi yote unapochaguliwa ni vizuri kuwa mwaminifu au mwadilifu kwenye eneo lako ambalo umechaguliwa au umeteuliwa. Namba 6, watumishi wachochea uamsho. Na sasa imetangazwa kuanzia kesho tarehe 18 ni wiki la Pentekoste, lakini maana yake tunakumbuka kwamba kauli yetu nasema miaka 13 ya moto wa mwisho. Maana yake unahimizwa sana kwamba kwenye makanisa yetu tufundishe sana habari ya uamsho na ujazo wa Roho Mtakatifu. Na hasa hii wiki ya kesho ni vizuri hizo semina kwenye makanisa zifanyike kwa nguvu zote, maombezi ya nguvu zote, ibada zetu ziwe za ujazo wa Roho Mtakatifu na maombezi ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Wachungaji na washirika wenzangu, naomba tuseme amena. Namba 7, sensa ya watumishi wa kazi wa taifa letu, kwa kila sehemu, kila kanisa, kila jimbo nahitaji sana kutambua mahali, kuchambua na kutekeleza maelekezo hayo ya baraza la watendaji. Lakini pia namba 8, kuwafikia vijana wetu chipukizi au watoto. Kwamba lazima pia kwamba ni vizuri kuwafikia watoto wetu. Karibu 70% ya vijana wetu wa Tanzania ambao ni vijana wenye chini ya umri miaka 34 inaonekana pia hawajafikiwa. Kwa ni vizuri sana kwamba tuwatambue kuwafikia hao vijana wetu chipukizi na hao watoto hasa kule mashuleni. Na nikiendelea kusema namba 9 pale inasema mafunzo ya Ancient Promise, kwamba imeanzishwa mafunzo haya ili kuweza kuwawezesha wachungaji kwenye majimbo na kuendelea kufahamu. Lakini namba 10, upandaji wa makanisa mapya, kwamba taarifa inaenda kwa kasi ndogo sana kwa habari ya upandaji wa makanisa. Kwa hiyo baraza la watendaji likaisisitiza sana kwamba ni vizuri kuanzia sasa tupande makanisa mapya. Mwangalizi, mwaka mmepanda makanisa? Makamu mwangalizi, mwaka mmepanda makanisa? Mwaka huu mmepanda mangapi?
Fanda moja. Naomba tuwapongeze ofisi ya mwangalizi. Hongereni sana kwa mwaka huu. Kanisa la Mahali Pamoja lililopanda kanisa mwaka huu, kanisa la Mahali Pamoja nyewe wenyewe mmepanda. Asante, takupa zawadi baadaye. Kama kuna mchungaji amepanda kanisa, tampongeza sana hapo baadaye. Inasema pia kuzaa wachungaji wapya, na hili limesikizwa sana kwamba kasi yake ni ndogo mno, wachungaji kuzaa mchungaji. Lakini hapa ananiambia mchungaji mwenyeji kwamba kwani na mchungaji tayari alina mchungaji, kwa hiyo nataiwa mchungaji. Hiyo umepanda kanisa, asante sana. Hapa tena naniambia pia kwamba ni kuleta wachungaji wapya kwenye makanisa, kupanda makanisa. Lakini namba 12 nasema kuongeza washirika wapya, kuongezeka kwa washirika wapya, na yenyewe kasi yake ni ndogo sana. Kwa hiyo baraza la watendaji lilisema tufanye kwa nguvu zote, na kwenye mpango mkakati wetu nasema angalau mwaka mmoja mshirika lete mshirika mwenzake, kuleta mshirika mmoja au wawili. Swali, muulize jirani yako, umeleta wangapi? Tuko mwezi wa 5. Kama amejibu ameleta, mwambie anyoshe mkono. Na usema tena, kama amesema ameleta tuko mwezi wa 5, mwambie anyoshe mkono. Hakuna aliyeleta? Hakuna. Yaani mwaka huu tuko mwezi wa 5, hakuna aliyeleta. Yaani kulikuwa na zawadi yake hapa. Kulikuwa na zawadi yake hapa. Sasa kwa sababu amekosekana, hii zawadi inaenda kwa mchungaji aliyepanda kanisa. Chukua zawadi yako. Nakupa 4,000 kabisa, ukanye 2,000 ya kwako, 2,000 ya mke wako. Jamani, kule ambapo nimetoka nilikuwa naenda nagawa pesa. Nilikuwa nawapa zawadi. Acha niwaambie, nilikuwa nawapa pesa. Kama umeleta mshirika, nilikuwa nawapa pesa. Naenda ondoka hapo na kunywa soda yako. Hata nyingine nimeenda mahali, yaani mshirika ameleta mshirika, na siku akasema huyu hapa, wote nikawapa soda. Aliyeleta mshirika na huyo mshirika aliyeleta, na kwambia wote mkapate soda. Kwani tusipongezane tukiwa hapa duniani? Kwani tunasubiri odedi kwanza ndio useme marehemu alikuwa hivi na hivi? Tunakupongeza hapa hapa. Jipigeni makofi kama unanielewa vizuri. Eti mpengo alitazibwa wapi? Kwa kwenye kazi ya Mungu naomba tuchape kazi. Mwendo wake ni mdogo. Unaona tuko 10 kidogo elfu, lakini hakuna aliyeleta. Ni uchungu. Tunaweza tukacheka lakini haijakaa vizuri. Naomba tuingie kwenye maumivu ya uchungu, tukalete watu wa Yesu. Tunaelewana washirika wenzangu? Tunaelewana washirika wenzangu? Mimi nimeshapanda, mwaka jana nimepanda kanisa, mwaka huu nimepanda kanisa. Na mwaka huu nimezaa wachungaji, na leo nimezaa tena wachungaji 3. Na najiandaa kupanda makanisa. Kwa hiyo napoongea, naongea kitu cha mfano ule halisi. Huwezi kiongozi ukasema maneno matupu. Wataiga wapi? Naomba niendelee. Namba 15, namba 13 zamani, kuanzisha kwa tawi la Kasweta. Kwamba kila kanisa la Mahali Pamoja ni lazima liwe na tawi la Kasweta. Namba 14, kuanzisha kamati ya Kasweta Junior. Vizuri pia tunaitakiwa sana kufikia shule za msingi. Jamani, najua kuna walimu, najua tuna wainjilisti, najua tuna watumishi mbalimbali, lakini ukweli kuna shule za msingi ambazo hazijafikiwa. Na sasa hivi wamepitisha kutakuwa na mitihani ya hao wanafunzi wa kitaifa, ili kusudi kuendelea kuwafundisha hasa kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo niwaombe wachungaji pia eneo hili naomba tulifanyie kazi, kwa sababu hili
yamepitishwa kabisa na baraza la watendaji. Kwa hiyo vizuri tuwafikie watoto wetu. Kama mchungaji, kuna shule zinazokuzunguka za shule za msingi, himiza washirika wako ili tuweze kuwafikia hao watoto. Lakini namba 15, kununua hisa. Imesema kwamba kila jimbo idara ili kuweza kununua hisa angalau kuanzia 5,000 au 1,000. Namba 16, uhakiki wa umiliki wa viwanja, kwamba baraza la watendaji lilipitisha kwamba uhakiki ufanyike wa viwanja vyote ili viweze kutambulika kwenye bodi. Namba 17, kujiunga na mfuko wa TPF, kwamba wachungaji wanahimizwa sana kwamba niwaombe sana wahasibu na makatibu wa makanisa kwamba mchungaji ni vizuri awe mnapotuma ile ya Bezaleli 20%, ni vizuri pia na mchungaji au uweze kuwekewa pesa ya TPF, maana yake pesa ya akiba ya uzeeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Inasaidia sana hata kama mchungaji miaka itakapokuwa imefika hawezi tena, inaweza kumsaidia, na hii imepitishwa kabisa. Namba 18, usajili wa mfumo wa Bezaleli. Nafikiri wa mfumo alieleza hapo katibu kwamba ni vizuri kwamba kila jimbo, kila sehemu, kila makanisa wachungaji wote wasajiliwe, lakini pia na waumini wote. Namba 19, nidhamu ya vikao, kwamba inalazimu kwamba kuwa na watumishi wanahimizwa sana kwamba ni vizuri kuhudhuria kikao, uwe kwenye idara, uwe mchungaji. Kama hutakuwepo basi ni vizuri sana kuaga kwamba mimi jamani, leo kwenye kikao sitakuwepo. Hiyo ndio nidhamu ya kikao. Namba 20, uwasilishaji wa taarifa, kwamba inalazimu kwamba ni vizuri sana kuwasilisha taarifa kwenye jimbo, hasa taarifa zinaweza zikatekelezeka na zikaonekana vizuri kwa sababu ya utekelezaji. Lakini pia namba 21, usimamizi na ufuatiliaji wa afya ya kiroho ya kanisa, jimbo, sehemu, kanisa la Mahali Pamoja. Niongee tena hapa kidogo kwamba ziara yetu hii kutokana na baraza la watendaji zilizopitishwa kwamba wamesema ni vizuri sana kwamba ili kanisa liweze kutambulika kwamba lipo hai, ni mojawapo ya ziara hii, na kuna maeneo baadhi tumeweza kuyatembelea ili kutambua uhai wa kanisa, lakini uhai wa section ndio hiki ambacho kinafanyika kwa kila mwaka ili kuweza kutambua hayo makanisa yenye afya. Namba 22, kuwasilisha takwimu. Naomba pia kama wachungaji mwangalizi, ni vizuri tufanye takwimu au kuwasilisha takwimu, na hasa kwa tarafa, kata, vijiji, mitaa, maeneo ambayo hayajafikiwa kupanda makanisa. Tunajua kuna tarafa, najua kuna kata, na najua kuna vijiji ambavyo hajafikiwa. Ni vizuri sana tufanye hivyo ili kuendelea kupanda makanisa. Namba 23, kuwawezesha wachungaji wanaohitimu. Kwa mimi lazima vizuri sana wanaohitimu wachungaji hasa kwenye vyuo vya kupanda makanisa, kanisa mama, ili tuwawezeshe hao watu wanaoweza kumaliza vizuri kwenye vyuo. Najua pia hapa mwangalizi, kila mwangalizi amepangiwa mchango wake kama magunia 2 kila section, sisi ambao tumejipangia nafikiri kwa kila section. Lakini mbali na hivyo tuweze kusema tu kidogo pale pia kwamba najua kila mwangalizi wamepewa jengo la kufanyia kazi au la kumalizia au kufanya finish kwa ajili ya majengo. Lakini mwangalizi mko na nani kwenye section yako? Umepangiwa jengo mko ngapi? Section ya Kizumbi na section ya Ikono. Kwa hiyo Kizumbi na Samii. Kwani waombe baada tu ya hapa muweze kufanya mawasiliano yenu waangalizi wote na kamati zenu, ili kusudi mje tayari kuwaletea gharama hizo au michango ianze mara moja, na mwaka huu tayari tunatarajia kwamba majengo hayo waangalizi, kwa sababu wamekabidhiwa kila majengo wamepewa waangalizi 3, yani section 3 ili kuweza kujenga hayo majengo, na mwaka huu maboma tayari shajengwa. Kwa hiyo kilichobaki ni kufanya finish ili kusudi mwakani waweze kusomea kwenye chuo chetu cha kupanda makanisa na kiko wilaya ya Kishapu.